Wakenya hamjambo, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka kijana msafi, chairman wa Nugema Young Leaders Movement. Nimekuja hapa kuongelesha huyu jamaa anaitwa Sakaja mwenye tulichagua kama gavana wa Nairobi mwaka wa 2022. Nataka nikumbushe Sakaja kitu moja. Wakati alikuwa anasimama kiti ya urais, kiti ya ugavana, alikuwa anashindana na jamaa alikuwa anaitwa Igathe, jamaa ambaye ametoka hapa Mlima Kenya. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya kwa idadi kubwa tukaongea kwa kauli moja, tukasema ya kwamba kwa sababu Sakaja anaonekana kama ndiye anaweza nyorosha Nairobi na ndiye anaweza angalia maslahi yetu, tutampatia hiyo nafasi ya kuwa gavana na tukampatia kura zetu. Nataka nimwambie gavana Sakaja, ile madharau ametuonyesha kama wakaaji wa Nairobi ni madharau ambayo hata hatujaionyeshwa na wakati tulikuwa na Kidero, wakati tulikuwa na Sonko, wakati tulikuwa tuliongozwa na huyu mama alikuwa anaitwa Anne Kananu. Hao magavana watatu wamekuwa wakiongoza Nairobi. Ile madharau wa Kenya kwa jumla, hasa hata sio peke yetu, si ati peke yetu, si jamii ya Mlima Kenya kule Nairobi, wa Kenya wote kwa jumla, ile madharau wamepata hapa Nairobi. Hakuna gavana mwingine amewaonyesha madharau isipokuwa gavana ambaye anaitwa Sakaja. Na niambie Sakaja, ni aibu kubwa sana. Ni aibu kubwa sana. Unajiitanga kijana mdogo, watu wakakuhurumia huko, wale mahasla, wale wako chini, wale mavijana, wale wa mama, wale wazee, wale mahasla, wale watu wa chini kabisa kule kwa slums, wote wakashikana wakakupatia kura. Hata kama ulikuwa unapingwa na deep state na ukawekelewa mambo ya sijui ya fake certificate, karibu hata wakataze wewe kusimama kiti, lakini wananchi wa Nairobi walisimama nawe mpaka dakika ya mwisho. Lakini saa hii umeingia kwa kiti, ile kitu unaweza walipa nayo bwana Sakaja ni kutafuta waizi wa geta, ni kutafuta waizi wa kora, ni kutafuta wanyang'anyi. Unawapatia miti ya majembe, unawamwaga kule Nairobi, wanaanza kuangaisha watoto wetu, wanaanza kuangaisha watu wa biashara, wanaanza kuangaisha watu wetu. Hiyo ndio ile kitu kubwa sana umekuja kulipa nao wana Nairobi. Mimi nataka nikwambie leo hii Sakaja, na mimi sikwambii kama naogopa. Unajua mnasemanga sisi ni wakabila. Siku mumeita Rigiji mkabila, ni sisi mlita wakabila. Na kwa sababu mumezoea kusema sisi ni wakabila, sasa nimekuja leo Sakaja nataka mlita mkabila. Sababu hata mkilita mkabila jioni sitakuja kwenu, nitakuja kwangu. Leo nimekuja hapa mlita mkabila. Nataka unita mkabila kwa sababu nataka nikutangazie, nataka nikupatie ilani ya mapema. Ile kura 1700 ulikuwa nayo bwana Sakaja, toa za Wakikuyu hapo. Hakuna mtu hata mmoja kutoka Mlima Kenya atakupigia kura 2027. Toa. Punguza kura ya watu wa Mlima Kenya kutoka ile kura ulikuwa nayo 700. Ondoa yetu hapo. Hakuna mtu hata mmoja wa Mlima Kenya. Nataka nikupatie ilani ya mapema. Niita mkabila leo, nimekuja niita mkabila. Hakuna mtu hata mmoja kutoka jamii ya Mlima Kenya atakupigia kura Nairobi Sakaja. Hiyo nimekwambia. Kitu ya pili, nataka niongee na makuzo jamii yetu hapa ya Wakamba. Mumbethukesia nesa mbaya Mukamba. Baito mumbethukesia nesa. 2027 hakuna kura hata moja ya Mkamba bwana Sakaja utapata. Hii ujinga na upuzi unaonyesha watu wetu hapa, usidhani mahasla tunachukulia hivi hivi. Hii madharau umetuonyesha sisi kama mahasla. Tutakulipa na kuondoa kura zetu kwa debe yako. Hakuna kura hata moja ya Mkamba utapata hapo. Nataka uendelee kuniita mkabila. Ilani ya 3, hakuna kura hata moja ya wale makuzu wengine wana biashara wetu kutoka kule Nyamira na kule Kisii wale wako hapa Nairobi. Nataka uangalie hapo Sakaja vizuri. Hiyo kura ulikuwa nayo 1700, toa kura za jamii ya Wakisii, hakuna Mkisii hata mmoja atakupigia kura 2027. Nataka nikuambie uondoe kura zingine hapo. Iko makuzo kule Western. Wale wako hapa Nairobi huku Kawangware. Kule Mathare, kule Mukuru. Kutoka jamii ya Waluya. Hakuna Mluya hata mmoja atakupigia kura gavana Sakaja. Nimekuja hapa leo niite mkabila. Na sina wasiwasi na hiyo. Ile kura ulipata, tumekubakishia peke yake wala Wajaruo wachache wanaongozwa na Gausho. Hao ndio tumekuachia kwa hiyo debe. Na Wakalenjin wachache. Uhesabu Nairobi Wakalenjin wangapi, utatuambia idadi yao ni ngapi. Hao ndio tumekuachia kwa debe. Lakini kura ya mtu wa Mlima Kenya, kura ya Mkamba, kura ya Mkisii, kura ya Mluya, hiyo sahau. Vile ulisahau kunyonya, sahau kabisa.
kwa sababu hatutaki mchezo. Sisi kama makuzo tutaungana hiyo Nairobi na tutasimamisha gavana wetu, yule ambaye ataangalia maslahi yetu, yule ambaye hatatumia pesa ya wananchi kupiganisha wa Kenya, yule ambaye hata sponsor goons kwenda kuharibu amani ya watu wetu kule Nairobi. Tutasimama na gavana mmoja wetu, tutakaa chini tujadiliane, tutaongea hii maneno. Jamii yetu ya the cousins tutakaa chini na tutakuja na gavana wetu. Hii madhara imetutokesha. Lazima nikwambie hivyo Sakaja. Na ukiboeka na mimi niite Mkabila, leo nataka uniite Mkabila kwa sababu nimekuja kuambia ukweli. Hakuna kura hata moja ya makazi utapata hiyo Nairobi. Take that to the bank. Na hiyo nimekuambilia. Kitu ya pili, nikimalizia, nisikia vile mtu akisema ya kwamba eti hawezi uziwa uoga kwa sababu yeye ni mwanasiasa ambaye amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu. Mimi sikatai, rais, umekuwa kwa siasa I think now for 30 years. Yeah? You are at your late 50s. Uliingia kwa siasa at your early 20s. Kwa hivyo kwa idadi ya miaka kama 30 umekuwa kwa siasa. I agree with you. Lakini nataka nikukumbushe Bwana William Ruto. Tulikuwa na mzee alikuwa anaitwa Moi. Alikuwa amekaa kwa siasa miaka 50. 50 years. Hata ndio unakaribia nusu yake. Alikuwa amekaa kwa serikali for 50 years. Na ile siku yake ilifika ya kutoka kuenda. Wakati siku yake ya kutoka kwa siasa na kwa mamlaka ilifika, alitoka na aibu, alitoka akaenda, mambo yake ikahasaulika na Kenya ikaendelea. Ndivyo nataka nikwambie Bwana William Ruto. Huenda unaona kama unashindana na Rigathi Gachagua. Ndio maana unasema ya kwamba umekaa kwa serikali ama kwa sasa miaka mingi kumshinda. Huenda ufikiria kwamba unashindana na Kalonzo na maybe wewe umekuwa kwa siasa muda mrefu kushinda Kalonzo. Maybe unaona kama unashindana na Eugene ama Natembea ama Matiang'i na unaona wako hao ni vijana tu wamekuja kwa siasa juzi. Ni sawa. Lakini wacha nikwambie kitu jibu Bwana William Ruto. Wala unashindana na wao 2027. Ni Wakenya wa jamhuri hii. Ni Wakenya wa jamhuri hii. Hao ndio unakuja kushindana na wao 2027. Hao ndio wamesema ya kwamba agenda number 1 you must go home 2027 kwa sababu hawakutaki tena katika mamlaka ya nchi hii. Kwa hivyo wacha nikwambie, acha kupoteza wakati wako ukijibizana na kina Rigathi Gachagua. Acha kupoteza muda wako ukijaribu kutusi viongozi wa upinzani ukiwaita sijui hawana plan, ukiwaita sijui clueless. Acha kupoteza wakati kubishana na viongozi wa katika upinzani. Wao hawana shida na wewe. Sisi ndio tumewatuma. Sisi kama Wakenya ndio tutaungana tukutoka katika kiti 2027. Sisi ndio hatukutaki na sisi ndio tulikupigia kura milioni 7.2. Hiyo ni kura ya Wakenya hapa Bwana William Ruto ilihesabiwa ukaingia katika mamlaka. Hivyo kura zilihesabiwa 7.2 million ukakuwa declared as a winner in the presidential race. The same way au milioni 7 tumekutoka kwako, hatukutaki karibu na mamlaka, hatukutaki karibu na State House 2027. Kwa hivyo sisi ndio tumetuma kina Kalonzo, sisi ndio tumetuma kina Rigiji, sisi ndio tumetuma kina Eugene. Unapuuza wakiwa na kina Matiang'i, sisi ndio tumewatuma. Kwa hivyo nikuambie, acha kuongea story mingi, acha hadithi mingi. Vile tunasemanga ya kwamba hakuna mkate ngumu mbele ya chai. The same way hakuna mwanasiasa ako na maarufu mbele ya Wakenya. Kwa sababu Wakenya ndio wako na power, Wakenya ndio kuajiri na ndio kufuta kazi. Na kama Wakenya tumekubaliana kwa kauli moja, tutakufuta kazi 2027 uende nyumbani. Hakuna umaarufu yako hapo itakuokoa. Hakuna umaarufu yako ama experience itakusaidia. Nyumbani utaenda na hiyo safari haiwezi simamishwa na mtu yeyote. Kwa sababu umekon Wakenya milioni 50. Wale ambao uliapa na katiba utalinda, umeshindwa kutulinda. Umekon Wakenya milioni 50. Wale uliahidi ya kwamba utawatengenezea uchumi, uwapatie Kenya bora kuliko vile ambavyo uliipata. Saa hii umetupeleka kwa shimo, umetuchimbia shimo tukaingia ndani zaidi hata kuliko mahali ulitupata. Ana kwa sababu sisi kama Wakenya milioni 50 umetusaliti, ndio maana tunasema we cannot extend your contract beyond 2027. Hiyo miaka 2 imebaki ni sawa. Nimeona leo umejiwekea pesa almost 1 billion ya kurenovate State House. Na sisi tunashangaa Bwana William Ruto. Unajua hii mambo tunaongea saa nyingine, tunaongea tu kwa sababu tunapenda Kenya.
Sisi hakuna rais mwingine tumeona kila mwaka anajiwekea 1 billion ati ya kupaka rangi State House. Wewe ndio wa kwanza. Wewe ndio wa kwanza. Na tunashindwa. Kibaki alikuwa. Ya? Uhuru alikuwa. Hatukuwa tunaona mambo kama hii ati kila mwaka 1 billion ya kupaka rangi State House. Ya? Kwani hii State House kwani inapakwa rangi ndio nini? Hata State House inafaa ipunguzwe, itengenezwe kwa nyumba moja hapo kanakaa choo. Sababu hata ni ya mtu mmoja tu ama watu wawili kulala huko. Ya? Hatuwezi kuwa kama Wakenya tuna finance kitu kama hiyo kila mwaka hiyo pesa yote inapotea kunywa maji. Ya? Iko mahali itafika tuseme hiyo State House ibomolewe, kujengwe kwa nyumba moja kanakaa kama choo. Mahali tu ya kitanda ya rais kulala na mahali tu ya kufanyia mkutano wa cabinet. Hiyo mambo mengine hataki kujua. Hiyo nyumba inajengwa na bilioni 1 kila mwaka kwani ni safina? Kwani ni safina ati ndio inakuja kuokoa Wakenya ama tunakuja kutoshea huko sisi wote? Hii ni kitu Wakenya tunafaa tujiulize. Hii ni kitu Wakenya lazima tuitane mkutano tujiulize. Hatuwezi kuwa tunakubali ya kwamba ati nyumba moja tu kila mwaka karibu bilioni 1 karibu kila mwaka. Hiyo ni kumaanisha by the time huyu jamaa atoke kwa kiti hiyo miaka 5, karibu bilioni 5 pesa ingesomesha watoto. Pesa ingelipia watoto wa Kenya mtihani, inaenda tu kutengeneza nyumba moja hapo. Hii Wakenya ni kitu tutaitana mkutano tujiulize. Kama tunataka tukue na State House ama kujengwe kanyumba kamoja kanakaa choo hapo, ikuwe na kitanda ya rais kulala hapo akiwa na bibi yake. Jioni wanaenda kwao, wanafanyia mkutano hapo nje, Kenya iongozwe hivyo. Lakini hatuwezi kuwa kila siku pesa yetu inaingia katika shimo ati ni kupaka rangi State House, ati sijui ni kuweka tile State House. Ya? Kwa hivyo niambie Wakenya, hii mambo inaendelea katika nchi yetu ya kutufinyilia sisi, lazima tuongee na lazima tuangalie na macho mawili. Na niambie William Ruto, ukubali kukosolewa, uache hasira mingi. Nimeona siku hizi uko na hasira mingi na sijui kwa nini una behave kama Uhuru venye alikuwa na behave tamu yake ya mwisho. Ya, vile tu unaongea tu kama mtu anaenda kushindwa kiti. Ile tu makosa Uhuru Kenyatta walikuwa wanafanya ndio tu nimeona ameanza kurudia. Nikwambie, acha hasira mingi. Sudi aliongea vizuri akasema ya kwamba hata mkienda tamu moja dunia haitasimama. Na ni kweli Sudi aliongea vizuri. Dunia haitasimama. Ya, tutapisha rais mwingine 2027, wewe uende nyumba, dunia haitasimama. Kila kitu kitasonga. Hakuna kitu kitasimama. Kwa sababu nchi lazima iendelee. Otherwise ni hayo tu kwa leo. Tutaendelea kuzungumza, kama kuna swali tutachukua swali moja, kama hakuna swali tutatamatishia hapo. Niambie Wakenya tuzidi kuzungumza na tukae kwa amani na tukae kwa umoja. Mungu awabariki sana.